Tumeshuhudia watu wengi waliotoboa hawapo na wenza wao ambao walianza nao maisha, sema mke au mume, unajua. Na mara nyingi sababu zimekuwa mwingine kukubali mabadiliko au kutokubali gharama za mabadiliko ya kiuchumi ambao wamefikia, ambapo mabadiliko hayo yanaweza kaendana na kuchelewa kurudi nyumbani kutokana na, unajua, partners, business partners, nani unajua zile. Lakini pia safari za mara kwa mara, hiyo kibiashara au kikazi au vyovyote, sometime kurudi mtu ameshakula au hajisikii kula kutokana na misho kutokwenda kwa siku hiyo au mfadhaiko au vyovyote, unajua kukosa muda wa pamoja, ambapo solution yake ni ile mitoko ya jioni kama wenzetu wengine wanavyofanya, wenzetu wachache wanavyofanya, na sio kukaa nyumbani tu kama TV yani, au kama yani inakuwa haina vibe, unajua ile. Lakini pia kuna kuwa na marafiki wapya wa kike au hata wa kiume, unajua ikitegemea na jinsia ya mwenzako. Sometime wao marafiki wanakuwa hawana mipaka na wala hawataki kuijua, lakini bado ni watu ambao tuko nao kwenye cycle ya kifedha, ambapo kwa mtu ambaye haiabudu pesa anaweza kaamua tu kwamba okay, kama hawajui nafasi zao basi ni kuwapiga chini, unabaki na wale ambao wanatambua nafasi zao. Na kwa wale ambao wanaabudu pesa, basi ni vema mwenza akawa na utayari wa kuwa mwelewa kwamba hawezi control kinachotoka kwa marafiki, lakini anaweza ka control au anaweza ka hoji kile kinachotoka kwa mwenza wake kwenda kwa hao marafiki wasojali mipaka, kwamba kama huwezi control kinachokuja basi control mapokeo, si ndio? Iko hivyo. Yote kwa yote ni kwamba hakuna sababu inayotakiwa kuivunja ndoa au mahusiano, lazima tuzaeke pamoja.